Mitaa hapa Kilingeni kuna mwamba anafosiwa atoe kafara, ila moyo pamoja na sura yake vimekunjamana kinoma, kwa kuwa aliyelazwa kwa ajili ya kafara ni mtu ambaye wanafahamiana naye sana, na inavyoonekana ni ana umuhimu mkubwa sana kwa upande wake. Hakuna namna, ilibidi achukue kile kisu cha kafara na kusogea karibu na yule mtu, shingoni akiwa kavalia nyoka mwenye sumu kali. Liwalo na liwe, akamtoa binti kafara. Nafsi ikabaki na manunguniko sana pamoja na msongo wa mawazo, kwa kuwa alichokifanya ni dhahiri kabisa kuwa hakukusudia. Kwa nini ipelekee afanye jambo la kikatili namna hii? Huyu aliyeuawa atakuwa ni nani yake haswa? Ni mkewe au atakuwa ni dada yake? Au hey! Kama bado hujasubscribe, hakikisha unasubscribe mapema sana na kulike pamoja na kushare ili Lenji Media tuzidi kuwa kilinge kikubwa sana. Kuna binti katekwa, haelewi mazingira aloletwa, akawa anaomba ruhusa achiwe ili akaendelee na michongo yake. Huyu mtekaji huwa anatumwa na vijana wa kikundi cha siri cha wachawi, ambapo wanaotekwa huletwa kwa ajili ya kazi maalum. Huyu mtekaji hupewa kiasi chake cha pesa, then anajikataa, hana shida yoyote ile. Mkuu Mugambo pamoja na vijana wake wengine wanapowasili tu utegemea kuwa kafara iko jikoni, ni kitendo tu cha kwenda kuipika. Mwamba akadai ipo tayari, waingie sehemu ya kafara. Baada ya kukibariki kile kisu cha kafara, Mugambo akampatia Mwamba ili atimize agano la kutoa kafara. Huwa wanawatoa mabinti kwa miungu yao ya nyoka ili wao wazidi kupata pesa nyingi sana, yaani wawe matajiri wakubwa, na utajiri wao usipate kugoti mwisho, yaani uwe endelevu daima na milele kwa vizazi vyao vijavyo. Baada ya kafara nzito, taratibu zingine zikapata kuendelea kama kawaida. Tuje upande huu wa pili. Kuna binti anaitwa Beauty, huwa anaishi na shangazi yake. Amewekewa ratiba kuwa kila akitoka tu shuleni inatakiwa azame zake mtaani akauze mayai. Hii ishu ya kufanya biashara kwa huyu binti mdogo akiwa na umri bado mdogo kabisa huwa inamuumiza sana huyu shangazi yake, ila hakuna namna, inatakiwa afanye hivyo ili wapate riziki. Asa leo huyu shangazi akaota ndoto mbaya sana kuwa binti akawa anafukuzwa na yule Mugambo na akashindiliwa bisu la kafara. Akashtuka kwenye ndoto ya ajabu. Ilibidi amkumbatie binti, akawa anawaza hii ndoto aliyoiota isije ikatokea kweli, maana ni hatari mno kwa upande wa binti. Rafiki yake na Beauty aitwaye Charity akawa anamuonya mwenzie kuwa asiwe anajishughulisha na hizo biashara, maana ni hatari sana kwa usalama wake. Ila mwenzie akadai kuwa yeye na shangazi yake wanaishi maisha magumu sana tofauti na wao, kwa hiyo lazima amsaidie shangazi yake ili mradi tu aendeleze maisha. Kwenye familia ya Simon yuko na mdogo wake ambaye aliachiwa na wazazi wake. Wazazi wake kipindi hicho wanafariki, walimpaga wosia mzito sana kuwa amtunze mdogo wake kama mboni ya jicho lake. Hapa binti anamuaga kaka yake kuwa anadai anaenda kwenye maombi huko kanisani. Kaka mtu alitaka amkataze, ila akaona amruhusu tu, ila akadai kuwa awe mwangalifu mno, maana dunia sasa hivi imebadilika sana, na akamjuza kuwa akimaliza tu hayo maombi yake awahi kurudi nyumbani, arudi haraka sana, asizurule kabisa huko mitaani. Basi bana, binti akakubali kisha akasepa. Binti bana hakuna cha maombi wala cha ibada kanisani. Binti huaga anamdanganya kaka yake ili apate nafasi ya kwenda kudanga, aende akadange na wanaume tofauti tofauti, kwa kuwa pale nyumbani kaka yake anambana sana. Ni kweli anapatiwa kila kitu anachokitaka, ila uhuru ndo anaoukosa. Kwa hiyo hapa anautafuta uhuru kwa staili kama hii, ila hakujua kama kaka yake ana lengo gani, lengo la kumkataza yeye asitoke nje kuzulula ovyo. Huyu binti laiti angefahamu lengo la kaka yake, asingejishughulisha na hizi michongo hata kidogo. Biashara ya mayai kwa binti Beauty inaenda poa sana. Wadau wanamsapoti sana kwa kuwa ni mtoto mdogo na jua ni kali. Kwa hiyo mayai yote huaga wanayashambulia kwa dakika chache tu.
na yanaisha. Shangazi yake huwa anafurahi sana, anafurahia sana mambo yanaenda sawia, ila moyoni mwake huwa anaumia mno kwa kuwa anaona hamtendei haki. Yaani mtoto bado ni mdogo kabisa, hapaswi kuingia kwenye masuala ya utafutaji. Ila kwa kuwa Beauty kwake ni safi tu, yeye anaona hamna changamoto yoyote ile, na anaenjoy kweli kweli kwenye ishu ya kumsapoti shangazi yake. Kwa hiyo Waswahili wanasema aliyolizika hajaibiwa. Asa huyu binti kama nilivyokuambia, huwa anapenda sana kumdanganya kaka yake kuwa anaenda kanisani, kumbe anaenda kudanga ili apate kauchangamfu kidogo. Leo bana ni siku mbaya sana. Simoni akamkataza mdogo wake kuwa asitoke nje. Yaani asitoke, asiende hata kwa majirani. Huyu Simoni ana maana yake. Ila huyu binti akaona kaka yake anazingua kinoma. Yaani hawezi akalala leo bila kuuchangamsha mwili wake na haya manyamanyama yake. Ilipofika mida ya wanga, akabeba nguo zake za kubadilisha, makeup ya kutosha na mawigi mzee wa kazi. Hapo ni mwendo wa kutoka tu. Yaani anaenda kubadilisha mbele kwa mbele hiyo. Kumbe leo bana ni siku ya utoaji wa kafara kwa miungu ya nyoka. Leo ilikuwa ni siku mbaya sana kwa kuwa ilikuwa ni zamu ya bwana Simon. Yule mtekaji wa mabinti mitaani akaja, akadai kuwa ameshamkamata binti wa kafara. Kilichopo ni kwenda tu kumfanyia vile wanavyotaka wenyewe. Hamna shida. Simon ilibidi atume miamala pale, yule mwamba akasepa. Simon akawa amekosea sana kwa kuwa hajaenda kumkagua yule binti mwenyewe alioletwa kwa ajili ya kafara. Akajiamini sana, akamchukua Mugambo na kwenda kumuonyesha huyo binti kama anafaa kwa ajili ya kafara au la. Kufika bana, si ndo mambo yakabadilika mzee wa kazi. Ni mdogo wake kabisa wa damu. Yaani imekuaje? Yaani kafikaje maeneo ya pale? Yaani yes alidai kuwa anaenda kanisani. Na kwa nini kavaa hivi? Yaani mwamba akakumbwa na maswali buku jelo ambayo hayana hata majibu. Huyu Mugambo alipoiona tu kafara akadai kuwa iko poa na inafaa sana. Yaani tena kama wanakaundugu fulani, hiyo ndo inakuwa nzuri zaidi. Akampongeza kuwa kafanya maamuzi mazuri kumleta mdogo wake eneo la kafara. Alijitahidi sana kuomba misamaha ya kutosha, ila mkuu wake akawa ameshapitisha hilo swala na hakuna namna yoyote ile ya kupangua. Yaani kitoweo kimeshakuja eneo la kafara alafu kirudi tena, hiyo haiwezi ikatokea hata kidogo. Wenzio walishangaa sana. Yaani kwa nini huyu jamaa amruhusu mdogo wake atoke nje? Yaani maswali ambayo wanayomuuliza hata yeye pia mwenyewe haelewi. Yaani haelewi kuona yani imewezekana vipi yani. Na imekuaje mpaka mdogo wake amejikuta yuko katika maeneo haya. Basi bana, muda wa kafara ukafika. Simon akili yote haipo pale. Maumivu anayoyapata aisee ni zaidi ya kuchano na wembe mkali kwenye shavu la kushoto, au ni zaidi ya kuchomwa na kile kijinga cha moto kwenye ngozi yako. Alipopatiwa kile kisu cha kafara, ilibidi afanye vile kama inavyotakiwa. Akajikuta anamtoa kafara ndugu yake, ndugu wa pekee ambaye aliachiwa na wazazi wake. Roho ilimuuma sana. Akajiona amefanya kosa kubwa sana katika maisha yake. Kilichofuata ni mawazo mtindo mmoja. Akawa amekumbwa na tsunami la mawazo kuliko kawaida. Akawa ametoka kabisa kwenye mudi mzee. Mugambo alipofika alimgumbiza sana, ache hiyo michongo ya kutiatia huruma pale. Yeye kashaambiwa kuwa alete kafara ya mwanamke yote yule. Yeye kaamua akamlete mdogo wake. Kwa hiyo hakuna namna na hakuna haja ya kuendelea kutoa machozi pale. Leo tena kama kawaida, mayai yanatembea kinoma isee. Binti karudi mapema mno. Kila kitu kimekwisha. Kauza yote mayai. Shangazi ni kufurahi tu, hamna namna. Baada ya kulia sana, wenzio wakamjuza kuwa basi ampigie simu yule mtekaji ili amjuze kuwa yule mdogo wake alimteka akiwa katika mazingira gani. Maana yeye haelewi. Siku hiyo alimkataza sana asitoke kabisa nyumbani. Kwa hiyo inatakiwa amuulize yule mtekaji kuwa alienda kumteka nyumbani kwao au ilikuwa vipi. Asa yule mtekaji akadai kuwa ilikuwa ni mida ya usiku mwingi sana. Yule binti alishushwa kutoka kwenye gari la muuni, gari la kifahari, na inavyoonesha walikuwa wametoka gesti, na ndipo yeye akapata chance ya kumteka yule binti.
Kiufupi yeye yule binti hamjui na hamfahamu. Nikamkuta tu kamteka ili amlete huku kwenye hii michongo yao. Hapo ndo Mwamba anajua kuwa mdogo wake alikuwa hajatulia. Yaani alikuwa hajakaa sawa isee. Kumbe alikuwa ni kiruka njia isee. Aliwaza sana. Hakuna namna isee, ishatokea. Unaweza ukawa unamlea binti kwa namna fulani hivi, alafu kumbe kuna baadhi ya vitu anakosa, akawa anageuka tena, analeta majanga mengine ambayo haukutegemea. Huyu Mugambo kiongozi wao ndiye mwenye uwezo wa kuongea na huyu nyoka wa kike na kumpa maelekezo yote juu ya kafara jinsi inavyotakiwa iwe. Leo ameambiwa mtu anayefuata kutoa kafara inatakiwa alete binti mdogo ambaye hajavunja bikra yake, binti ambaye hajawahi kuguswa na mwanaume yeyote yule. Hii kazi akapewa Afam, inatakiwa atimize ndani ya siku 3. Huyu Afam asipofanya hivyo atakufa yeye, atakufa kabisa isee, hawana utani. Basi bana, huku nyumbani wakati anaaga ili akauze yale mayai, shangazi akamsitisha pale. Hofu kwa shangazi ilikuwa imemjaa mno. Akawa anaona bora kwa siku ya leo huyu binti atulie tu, asiende huko kwenda kuuza mayai. Ila Beauty yeye anajiamini sana. Akawa anamjuza shangazi yake kuwa anaenda chap sana na anarudi, maana anajiamini anaenda kuuza haraka mno. Kwa hiyo atakuwa salama, asiwe na hofu juu yake. Basi bana, akamruhusu ikiwa moyo wake ukawa hautaki kabisa. Unajua ndugu yangu, hii miili yetu huaga inatoa ishara fulani endapo ikiwa kuna jambo baya. Mfano, nywele kusimama au mapigo ya moyo kwenda mbio mbio. Endapo mtu unakutana na kitu ambacho kisichokuwa cha kawaida bila kujua tu, unakuja kujikuta mwili umeshakutaarifu kwa namna kama hiyo. Kwa hiyo ikitokea ukapuuzia, utakuja kujikuta upo tayari kwenye hilo janga, ndo unaanza kukumbuka shuka sasa. Huyu mama mapigo ya moyo yalikuwa yanamwenda kasi sana. Yaani yanamwenda tofauti na vile ambavyo amezoea. Ila hakujali, akapuuzia tu. Tizama hapa, binti Beauty akiwa hana hili wala lile, bajaji iliyo na vijana wahuni wakambeba chapu sana, wakatembea naye, mayai yakiwa yapo kando tu. Mama aliendelea kumsubiri binti yake. Siku ya leo inavyoonekana ametumia muda mrefu sana isee. Hili jambo kwake sio jambo la kawaida. Binti uwaga anarudi mapema mno. Ila siku ya leo imekuwa kipengele sana. Kumbe huyu binti bana yuko huku madhabahuni pa kafara. Ameletwa huyu binti asiyemjua mume ili tu aweze kuwa kitoweo kwa ajili ya miungu yao ya nyoka. Afam akakamata kile kisu na kuja moja kwa moja kukamilisha lile agizo ambalo amepewa na mkuu wake. Akamtoa kafara binti aisee bila hata chembe yoyote ile ya huruma. Akakirudisha kisu kama kawaida ili zoezi la ibada yao lipate kuendelea. Huku mama ilibidi aanze msako wa kumtafuta binti yake. Tafuta sana pasipokuwa na mafanikio. Alipokutana na huyu mdada akamjuza kuwa yule binti Beauty alimuona, ila alimuona akiwa anaingizwa kwenye bajaji na wakatokomea naye. Huyu mama hakutaka kabisa kuamini katika hilo. Hakutaka kuamini kwamba binti yake ametekwa. Alichoamini kuwa binti yake kacheleweshwa huenda na wateja. Kwa hiyo inatakiwa endelee tu kumsaka, lazima tu atampata. Kwa kuwa Beauty ameuawa bila makosa yoyote yale, nafsi yake haiwezi kupumzika kwa amani. Lazima idai tu haki yake. Mauzauza yakaanza. Sauti za ajabu zikaanza kumsumbua Afam. Ilibidi atoke nduki. Akiwa anafanya mchakato wa kuwajulisha rafiki zake wa kwenye chama, yule Beauty akamtokea. Tena akiwa na kile kideli chake cha mayai, anataka amuuzie mayai sasa. Afam Mwamba akaanza kukimbia mzee. Hataki kununua mayai. Hii noma sana mzee. Akaja moja kwa moja kuwaelezea rafiki zake juu ya usumbufu wa Beauty. Wenzie wakawa hawamuelewi juu ya kile anachokizungumza. Ila ghafla sauti ya binti ikaanza kusikika tena ikimtaka anunue mayai. Akaamua asepe. Nani atabaki mzee? Wadau waliendelea kushangaa mno. Na huyu pia naye akaanza kuisikia ile sauti ya kutaka kununua mayai. Hakuna anayekaa mzee, ni mbio tu. Hata huyu bwana Simoni naye
hakukaa pale, ni mwendo wa kuchapa mbio. Alipotokea kwa Mugambo, akawa anamuita kweli kweli, ita sana Mugambo ili aje anunue mayai. Alipokuja likawa lina kiburi kizito cha kumfokea binti. Kwa kuwa huyu binti alikuwa akakosa sapoti, yani ule muunganiko mkubwa wa nguvu nyingi ili aweze kupambana naye, ilibidi tu atoweke, yani amwekee kiporo huyu jamaa kuwa atarudi tena. Mama alikuwa kama mwenda wazimu, akiwa kwenye harakati za kumtafuta binti yake. Kila kona, kila pande, hakuna aliyepata kumuona. Hii ilizidi kumchosha kinoma isee. Akawa haelewi kabisa atakuja kumpata wapi yule binti yake wa pekee. Kwa kuwa ule mzimu wa binti mdogo umekuwa korofi kweli kweli, walilazimika wafanye matambiko ya kutosha ibada zao ili kuhakikisha wanautuliza. Ila wapi mzee, ibada ziliendelea kufeli, zilizidi kuvurugika kweli kweli. Walijitahidi kurudia mara kadha wa kadha, ila hakuna chochote kile walichokifanya zaidi tu ya kuambulia kuunguzwa vibaya mno. Hapo ndipo Mugambo alipoamua kumuita mkuu wao yule joka wa kike ili apate kuwasaidia katika hili janga. Kweli ese, yule mrembo nyoka akatokea. Mrembo huyu chatu akasema kuwa kwa sasa ni mapema mno na yeye kuingia kwenye hii vita hayuko tayari hata kidogo. Hivyo basi inabidi wapambane wao wenyewe, na yeye ndo atakujaga kufata kwa sapoti ila kwenye siku za usoni. Kisha akatoweka. Mugambo kaona hii mbona kama Huyu akaota ndoto yenye ukweli ndani yake. Alipokutana na mzimu wa mdogo wake, akajitahidi kuepuka na kuomba misamaha, ila wapi. Alipokutana nao tena, walimpiga moja nzito, ilibidi ashtuke. Kwanza kuzungusha macho, yani kung'ang'aa macho. Mdogo wake huyu hapa anaona kabisa ile ndoto inaenda kutimia isee. Akajitahidi kumwepuka ila hakutoboa. Kweli isee, Simoni akakumbwa na umauti. Yani ndugu wawili wamelipiziana, yani wameuana. Huku upande wa Kilingeni kila mtu akawa kapaniki kinoma, yani mpaka wenzao wanakufa. Huyo nyoka wa kike ambao wanaomwabudu yuko wapi? Mbona hatendi maajabu? Yani anataka mpaka wote waishe ndo aje awasapoti au? Yani kivipi yani ashindwe kuleta ulinzi yani? Kila mmoja alilaumu kwa upande wake. Ila Mugambo akawatuliza pale. Akawaambia kuwa wao waendelee tu kuvumilia, wavute subla. Huyo nyoka atafanya tu kazi yake, tena kwa wakati sahihi, wakati unaofaa. Kwa hiyo wasiendelee kupaniki, watulie tu. Huyu binti akaona kisasi chake ili kiwe chepesi, akaamua aje amshe roho za mabinti wote waliouawa bila makosa ili wapate kulipiza kisasi. Kweli aise, mchongo ukatiki, wakatua kwa Mugambo na wakaanza kumuelezea vifo vya wenzake wote, na hapa wanavyozungumza amebaki yeye peke yake, kwa kuwa huyu jamaa Beni alinyongwa bila hata huruma. Walipotoweka tu, wakaja wakamfata Afam, licha ya kuonesha kuwa anataka atubu na kuomba misamaha ya kutosha, ila wakaamua muue kabisa bila hata huruma yoyote. Na kwa huyu mtekaji wa mabinti ovyo, yeye pia walipomtokea tu walimnyonga sana mpaka kifo chake. Kwa hiyo Mugambo hivi leo inabidi asali sala yake ya mwisho, kwa kuwa hawatamuacha salama. Mkuu wake yule nyoka wa kike naye pia hakuwa na uwezo wala nguvu ya kupambana na hawa mizimu. Alichoambulia ni kupotezwa tu eneo la pale, na huyu bwana Mugambo akaaga dunia. Wao wakapata kutoweka tu. Ile nafsi yake Beauty ikaomba ipate kuonekana kwa mara ya mwisho kwa shangazi yake ili iweze kumjuza na kumpa neno la mwisho. Ikamweleza mwanzo hadi mwisho kwa namna ilivyokuwa, na ikadai kuwa imeshamaliza kazi, imeshawaondoa wabaya wote waliomtenda yeye vibaya. Hivyo basi nafsi yake hivi sasa ina amani na upendo,
Kwa hiyo inataka iende ikapumzike kwa amani, ika rest in peace. Shangazi alilia sana ise. Alikuwa ameshamzoea binti yake ise. Unajua tamaa ya utajiri na nguvu inaweza kumfanya mtu afanye jambo baya hata kwa watu wake wa karibu. Lakini kila uovu una gharama yake. Unapowadhuru wengine kwa ajili ya kupata mali, kuna siku yaja nawe pia madhara hayo yanaweza kukurudia wewe mwenyewe. Basi bana, na hapa ndo inakuwa mwisho mwa hii hapa inayoitwa Restless Souls. Naomba niandikie maoni yako hapo chini. Unaionaje hii kazi? Naomba unisupport kwa kubonyeza neno subscribe kisha turn on notification bell ili uwe wa kwanza kupata taarifa pindi pale nitakapoweka video nyingine. Thank you.